Lakini naomba nianze karibu kwamba yanayopitika katika maisha ya kila mtu ni mambo mengi sana. Lakini unasema mleta habari na mwenye ukweli ni mwenye habari zake mwenyewe. Kwa kifupi, nilipita katika magumu kwa sababu ulikuwa wakati wangu wa kupitia magumu. Nilipita katika mazito kwa sababu ilikuwa ni size yangu kupita katika yale mazito. Kwa hiyo sijutii kupita katika mazito ya namna yoyote kwa wakati wowote. Na baada ya kutoka katika mazito ndipo nilikutana na Johannes Umviriza. Na ndipo nilipoanza safari yangu tena kutembea katika Bwana na kufika mpaka hapa nilipo, na Mungu kuniinua kwenye level nyingine ambayo sikuifikiria, sikuitegemea. Kwa hiyo timu nzima ya SOS ilihusika sana. Baada ya mpito yangu Mungu akaniletea mahali pa kuvuka. Baada ya kifo cha Musa, Mungu akamuinua Joshua, akalisafirisha Jaramba mpaka kulifikisha Kanani. Kwa hiyo Mungu akamuinua Johannes Umviriza, na sahi ninaelekea safari yangu nzima kuelekea Kanani, na ninaendelea kupiga vita katika ushindi mkubwa na kwa nguvu kubwa na kwa level nyingine. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninachotaka kuwatia moyo, wawe wanawake, wawe wanaume, au mtu yoyote anayemwamini Kristo, kwamba kupitia katika magumu ni level nyingine. Yes. Na ni kwa hiyo kila jaribu likija linakuja kwa sababu, na Bwana anainua mtu wa kusimama na wewe kama alivyoniinulia Johannes hapa kusimama na mimi. Lakini jambo lingine ningezungumza labda kwa wanawake walioko hapa Burundi. Najua hii habari itaenea Burundi kote. Wako wanawake waliovunjwa moyo, wako wanawake waliosetwa, wako wanawake na watu wengine mbalimbali waliopigwa, wengine hata leo wamekaa chini, wamekata tamaa. Kuletwa kwa huu mkutano na mimi kuwepo kwangu hapa ni alama tosha ya kwamba yule tunayemwabudu na kumtumikia ni Mungu mkuu kuliko kitu chochote, na ndio huyo ambaye tumewaletea hapa. Na mimi nitatoa ushuhuda wangu kidogo pale jukwani, ili watu wote waliovunjika moyo wakutane na Yesu huyu ambaye mimi katika mapito yangu alikutana na mimi akaniinua na nikasimama na inaendelea. Na mnaona hata nina afya nzuri sana. Unanielewa vizuri? Na ndio maana huyu mtumishi wa Mungu alipotumwa na Mungu kusimama na mimi kunifikisha kule kwenye kusudi ambalo Bwana ametaka nilifanye, na ndio maana niko naye katika mizunguko yote tangu mwaka jana mpaka mwaka leo, kwenye mikutano yote mpaka tumefika hapa Gitega. Na ninaamini kwamba katika mkutano huu kutafanyika mambo makubwa sana, hata pengine kuliko yale ambayo nimeyaona kwenye mikutano mingine huko tulikopita, kwa sababu ninajua hakuna jambo linaandaliwa na Mungu likiwa na alama ya bahati mbaya. Kila jambo lina makusudi, na Mungu kutuleta hapa ana makusudi, na Mungu kuchagua Itega ana makusudi. Kwa hiyo ningependa kualika wale watu ambao wako nyumbani, wale ambao pengine wamesikiliza story nyingi na maneno mengi na romance nyingi, waje wanione kwa macho yao na niwaeleze kwamba nilikutana na Yesu mzima, na nilipokuwa napita katika magumu Mungu alikuwa hapo katika hayo magumu wakati huo, na ndipo Bwana akaninulia hii timu ya SOS na huyu mtu wa Mungu Joshua wa leo kusimama pamoja na mimi. Na Mungu huyu atakwenda kuwatendea katika lile jukwaa, atakwenda kukutana nao katika shida zao katika lile jukwaa, atakwenda kuwaponya, atakwenda kugusa mioyo yao, atawainua tena wale waliokosa tumaini. Na mtu akisema inakuaje, basi mimi ni ushuhuda tosha kwamba huyu Mungu anayehubiriwa na Johannes ndio huyu ambaye alinitoa mahali mpaka kufika hapa leo. Na nikwambie ukweli, tangu nimesimama na hii timu Mungu ameniheshimisha isivyokuwa kawaida. Kwa hiyo hata lile jaribu nililopitia naliona lilikuwa la faida kubwa kwangu, kwamba Mungu asingetengeneza njia au asingeniinulia mtu kama nisingepita kwenye jaribu zito. Kwa jaribu lililokuja lilikuwa ni saizi yangu, pito nililopita lilikuwa na saizi yangu, na machozi niliolia wakati ule yalikuwa ni machozi ya wakati wangu. Kwa hiyo sijutii kupita katika lolote gumu ambalo nimepitia. Na sahihi nasonga mbele, na kila mwanamke anayeniangalia hapa kwenye TV asonge mbele, ainuke tena. Na sio kuinuka, ndio maana tuko hapa. Ndio maana tuko hapa. Wale wanaona wamevunjwa moyo, wamechoka, leo huu mkutano utawainua tena. Wasikae nyumbani, waje pale. Asante sana.